Honey. Chichi kuchi ukiona hivyo ujue umeshaondoka. Nikuchumu hani. Sijui nini na nini. Nakupenda mimi. Afu kuna kasoro. Jeni gidi hamagidigida. Jibu sasa pale kwa jibu kwa Kihindi. Jeni gidi unajibu. Nehi baba, shiri hini hauri. Hiyo sasa. Twende kwenye nafasi yetu kwenye nafasi. Yo, kunje ufunga mlango wewe. Sasa hapo ndo natokea kwa sasa. Jene ba. Sijone. Wanga unazungukaga kwa hivi. Hivyo sasa. Unazunguka hivi. Angalau utanivunja mkono. Wewe sasa unakuja, unaegemea hapa, alafu nakubeba hivi. Na kunyanyua. Umeona? Twende sasa. Jene. Unaegemea sasa hivi. Alafu jaribu. Shida yako na wewe unapongoza kura kwa ukoko wewe. Alafu ngoja sasa Wahindi wanavyoongea. Sikiliza. Mimi naongea kwa Kihindi. Jeni gidika maji gida hamani. Sema hivi. Jeni hebi heni jeni dokina hina. Heni hebi hena jina. Unaweka na kasikose yako. Unajana Kihindi. Mimi wanga najuaga si wasipendi kuongea mbele za watu. Nifundishe. Sasa tunaanza sasa. Mehi baba, sema mehi baba. Mehi baba. Unaona? Jeni hawakiondoka unakuja. Ukipakua, unaweka msosi na mchuzi mwingi. Gedi jina. Umeona? Twende hapa kama umeelewa sasa. Jehi na hii baba. Wakiondoka, nikukina huko. Muende mwenzangu huyo. Johnny. Sasa unaweka na kale hivi. Unaona? Kale hivi. Unaona? Hiyo sasa hiyo. Haya. Tunaanza tena. Johnny. Sasa twende sehemu ya kujinai. Nakwambia. Sasa mimi tafsiri ni mfupi kidogo lakini hivyo. Nakupenda. Hapo sasa nakubeba hivi. Nyimbo inaendelea. Kama disco dancer. Disco dancer. Kaendelee usafi wako kuna mimi na mimi leo. Simama hapo, Mobimba. Simama. Rudi huko. Njoo simama hapa. Simama hapa. Rudi hapo, pita huko kama pale. Mobimba njoo. Njoo. Hapa. Lala vile volala. Huyu ndo alianza kulala, alafu yuko juu. Njoo. Panda pale kama unafanywa massage. Mpandishe mwenzio hapo. Alikuwa anaumwa. Mpandishe hapo. Si nilikuwa ninajisikia. Pandeni hapo kama tulivyowakuta. Kama walipo. Nyinyi ndio Wahindi. Alikuwa anaumwa. Mnamtugia nyimbo ya mitabacha ni ndio nyinyi? Ama disco. Haya madisco dancer mshafanya tipo hii hapa. Rudisha ile disco hapa. Disco dancer upande. Wewe mpandishe. Weka disco toto hapo mpandishe. Kwani umepandaje? Napanda mwenyewe. Mwanzo ulipandaje? Mwanzo alipanda mwenyewe. Hao wasichana wa pole wanajifanya skamo baba. Umemwona sasa? Huyu Mobimba ndo ana shida. Lakini mimi wangu najiuliza, hao watu miezi 6 hatujawalipa. Mbona wamerelax? Mbona hawataki kuondoka? Wewe jaribu mbona wanunguniki? Mara ya kwanza umeingia hapa, umepitishiwa wiki tu. Unanipigia mimi kelele, hujaosha gari, watoto hujawaandaa, unalalamika. Fence zote haziwaki ukakaa kimya. Hiyo wiki. Na mamako ananiambia sasa hivi mwezi wa 7 hujalipwa na umerelax. Wewe hujalipwa muda gani? Mwaka. Haniulizi na saa 11 kazi zimeisha. Mimi najiuliza kulikoni? Tena nikawa nakuhisi wewe. Mobimba. Eti naam. Kwa hiyo nyinyi ndio wenye nyumba. Haya, sasa tupeni ufagio, si tufagie tudeki. Sisi ndio wafanyakazi. Sisi ndio wafanyakazi. Nipo ufagio ni deki. Kanipe lungu nilinde geti. Naomba hela mboga. Mimi nipike kabisa. Wewe nishapika mama. Maana mimi na mke wangu sasa ndio wahudumu, nyinyi ndio wenye nyumba. Sasa hapo sasa. Mobimba, unamlaza mwanamke hapa sehemu ya kunyoshea nguo. Na wewe umelala, tena umelala vizuri. Yaani kwa huyu ninapomheshimu, huyu msichana ninapomheshimu, alikuwa sio kulala hivi.
Kwa sababu kwanza wewe usilikuwa kule. Nimemwona anavyoimbiwa kuchi kuchi, namuona kabisa. Tuntutu hae. Namuona. Na usiku hiyo ni uongo hiyo. Alafu huyu kakaa hapa. Yaani kama ndo dume la nyani. Unaela wewe. Haya madisco. Unaela wewe. Wewe kuimba madisco unaela wewe. Umetoka kijijini kule. Unaela wewe. Hapana. Hebu angalia ulivyokuja mpole wakati wa kuomba kazi. Na umri wako unajua. Lakini sasa unatakiwa hata umeshajenga kule kwenu, kuna kitu cha maana unafanya. Mimi nimejenga. Wewe umejenga? Labda kama umejenga mwili. Hii disco dance unajenga wewe. Lakini sasa hapa sisi tunafurahia jamani, japokuwa tuna radio lakini tunafurahia na sisi. Na sasa hatuna pa kwenda jamani. Kwa mfano nyewe si mmeondoka kwa mfano. Nisikilize. Tumeenda kutafuta. Uzuri sisi tumeanza maisha, kwa mfano kama ile gorofa tumejenga, bado umri wetu sio mkubwa sana. Sisi sio watu wazima. Sasa sisi, mimi na mke wangu tunataka tujue nyinyi mmeanza lini mahusiano? Si wapenzi wetu walivyoanza ilikuwa na historia ndefu kidogo. Historia ndefu? Hiyo historia kwenye nyumba yetu. Nyewe kuna ile siku mlisafiri mkaenda na msibani. Sasa tukabaki wawili. Na kama mnavyojua sisi waga mturuhusu kutoka kwenda labda sisi tukatembea huko na nini. Mwaga mangangana tukae humu. Na huyo yuko kivyake, atufahamiana na mimi sifahamiani naye. Kwa hiyo mimi najikuta niko peke yangu na huzuni na huyu ana huzuni. Sasa hiyo siku huyu akaja mimi akaja kanishika hapa mara ya kwanza akasema nani niache, akasema haya akaniacha. Mimi nikaja nikalala hapa. Sio mimi nalala hapa. Nikalala hapa. Nimelala pale tena mimi nikasema nilale tu. Akaja mwenye jumba lilikubwa hili ashinda kulala peke yangu, akaja ataka tulale wote. Sasa ilikuwa kuja kulala wote. Hebu njoo. Basi ndio njoo. Msiba ni toka 2020. Wana miaka 4. Maana nyinyi mahusiano yenu na miaka 4. Kwa sisi tunafanya anniversary ya miaka 6 na nyinyi mna 4. Ndani ya 6. Ni kati ya 5 hivi. 5? Lakini hata tukiangalia bosi, unajua mambo mengine sisi ni watu wazima bana, tusipokeane na wewe na wewe unaogopa nini? Tusipokeane bana. Kwa sababu gani? Nyinyi mnaondoka kila siku hapa mnakwenda huko, sisi tuko peke yetu. Huyu yuko peke yake, yuko peke yangu. Na sisi ni watu tunakula, tunakunywa, tunafanyaje? Tunajirimbikizia mambo mbalimbali. Sasa tutafanyaje sasa? Na sisi tukajikuta sasa mnavyotuzuia. Wewe mwaka mzima mimi sijavuka hata mtaa wa pili. Niko tu ndani humo na mimi ni mtu mzima na huyu ni mtu mzima. Unafikiri itakuwaje? Sawa bwana, mkiamua kutufukuza tufukuzeni tu. Sisi si sawa, sawa. Sawa. Cha kufanya hatuwezi kuishi nyumba moja kuna ndoa mbili. Familia mbili. Hiyo hatuwezi kuishi. Kilo safi tu. Wewe unadai mshahara miezi 6, wewe unadai mwaka. Miezi 7. Miezi 6 kwa 7. Tunawapa hela yenu leo, mkaanzishe tu maisha. Kilo safi. Sawa. Hivi kweli wewe kusema hivyo wewe? Unafurahia kabisa. Unafurahia? Na wewe kusema hivi. Anapofanya mke wangu. Unamfanya mke wangu? Na wewe unamfanya mke wangu. Wewe ni mke wako? Wewe mke wangu wewe. Ukikaa. Wewe toka lini? Unajua sheria ukikaa miezi 3 na mwanamke ni mke wako. Sasa sisi mwaka wangapi huu? Kumbe kwenye ndoa yetu kuna ndoa nyingine. Hiyo haiwahusu, nyie ni chetu tu. Yaani wewe sikutegemea kabisa. Hata mimi sikutegemea kabisa. Wewe. Nini? Hebu kaa mbali na mke wangu. Huyu mama wangu. Na wewe kaa mbali. Mama mwenye nyumba yako huyu. Na huyu ni mama mbimba huyu. Hivi kweli unathubutu ulivyokuja vile mikono nyuma unathubutu kutembea na usiboi? Unathubutu kuzuia penzi langu. Unathubutu kuzuia penzi langu. Hivi. Mbona una adabu? Kwani wewe una adabu? Rudi. Wewe kuniambia mimi sina adabu. Hapa ni kwangu. Sawa, lakini mimi nilikuwa mfanyakazi wako nina haki ya kumkanya huyu. Huyu kaniletea mama yangu. Na mimi namkanya huyu. Wewe unamkanya huyu kama nani? Na wewe unamkanya huyu kama nani? Huyu kaniletea mama yangu wa ubatizo kama dada wa kale. Na huyu nimeletwa na kaka yake na huyu. Hivi kumbe wafanyakazi wakiwa wapenzi wanakuwa na mapembe hivi. Hivi wewe wakuota mapembe wewe? Wewe kutokana matusi yote. Jamani, mwache mke wangu. Nini? Unataka kufanya? Mwache mke wangu. Na mimi niache mke wangu. Mimi nasema na huyu kwa sababu kama mdogo wangu. Na mimi nasema na huyu kama jirani yangu kule kijijini huyu. Haya. Hapa hela tumalizane. Mjuni wewe mbona kama bila hela ni ngoma inakwenda hivi. Ananishinda huyu mimi. Kwa hiyo wewe kwenye mahusiano yako umetoa mimba ngapi za huyu? Na wewe kwenye mahusiano yako hapo honi ngapi zinapigwa pale unatoka? Mabwana wangapi? Wewe. Vipi wewe huyu mama mwenye nyumba wako? Huyu mke wangu huyu sio mama huyu mimi ni kama mdogo wangu na nimfanya kazi wangu. Huyu ni kama anaye jirani yangu kijijini huyu. Kwa hiyo mngepeana magonjwa ndani. Na ungempa mke wako na mimba zisizotarajiwa kwa mabwana wengine. Mimi. Mimi simchiti.
yani umeni piss off. Unasikia yani umenitoa kwenye mondi kabisa wewe. Mjoni, hivi unamwona Mabemba huko? Nini? Hebu kamba ni mke wangu. Na kamba ina mke wangu. Sikilizeni. Sawa, kaanzeni maisha yenu. Hela mtapata. Wakasubiria getini. Na nyumba kina maisha yenu tu. Tunasubiria getini. Kama mlivyoleta. Kwa ndani sio kwa nje. Nje. Umetoka hela. Mama namba zile nguo zangu za ndani nilikupa. Sisi tuna mambo mengi. Wewe boss ungetuuliza sisi mambo yanayofanywa na mke wako. Sitaki kujua. Tunaombeni hela yetu milioni. Sawa, milioni 1,900,000. Sasa hivi. Sawa. Wewe nenda hapo kwa wakala, lete namba ya wakala yoyote, nitume mkatoe. Sitaki hata kuwaona. Kusanyeni kila kitu chenu. Hata sisi hatutaki kuwaona. Kwani nyie kina nani? Wewe tulishana vindevu hivi. Yaani wewe ndio unataka kutuona sisi? Nani wewe msimamizi? Kama nilivyosema, usilonijua ni sawa na usiku wa giza. Mtanzania mwenzangu, mtazamaji popote walipo, umejionea kwa macho. Wakati mwingine unaweza kazani watu umewaajiri kwenye nyumba yako. Ni watu kutoka mataifa mbalimbali, kutoka mikoa mbalimbali, kutoka nyumba mbalimbali. Lakini kumbe lile usilolijua ni kwamba wao ni mtu mmoja. Na ndicho kilichotokea kwenye nyumba ya Mtanzania mlipa kodi wa taifa la Mama Samia. Sasa wewe umemtoa wapi mpaka unashindwa kuelewa kiongozi anavyopiga hivi? Wewe rukia huku. Tatizo lenu baadhi ya viongozi hamweki watu wa michezo kwenye michezo, mnaweka watu wasiojua michezo. Mimi goalkeeper siwezi kudanganya akili yangu eti niruke huko unifunge. Kwa hiyo basi tufanye tunacheza ligi. Kwa hiyo mimi na maana nacheza ligi na suti. Sijui, lakini mimi nimekaa golini, mmesema niwe goalkeeper, acha nidake. Mimi nadaka. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Sasa tunashukuru sana kwa ajili ya shindano letu la Taifa Cup. Na sasa ni muda mzuri kabisa ambao mgeni wetu rasmi mheshimiwa amefika mahali hapa kwa ajili ya uzinduzi wa shindano hili la Taifa Cup. Na sasa atatuzindulia kwa ajili ya kupiga penalti nzuri kabisa. Mheshimiwa, makofi jamani. Basi mheshimiwa, naomba upige penalti. Asante. Tuweze Okay. Basi karibu mheshimiwa kwa ajili ya kuzindua shindano hili. Asante sana. Sasa kabla pia kuzindua na mimi niwasalimie pia Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Kwanza mama anawapongeza sana kwa ajili ya mashindano haya na mheshimiwa, nafurahi kuona vijana mnafanya mazoezi. Mazoezi ni afya. Yes. Yuko daktari pale Muhimbili amekuwa akisisitiza kwa habari ya afya. Ndio maana unaona tunatoka serikalini tunakuja viwanjani ili kuhamasisha michezo. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Mama oye. Oye. Na niwape tu CV. Kabla ya mimi kuingia kwenye mambo ya siasa, nilikuwa mchezaji mkubwa sana. Tumecheza kuanzia Umeshumta, tukaenda Umiseta, tukaja kwenye hizi ligi kubwa. Ilibaki kidogo tu nijiunge kabisa timu ya EF. Kabisa kidogo kabisa. Lakini hamna shida, nitaonyesha uwezo kwenye upigaji wa penalti, si ndio? Asante sana. Naomba tujue kama kipa yuko tayari. Uko tayari? Asante sana. Asante sana. Mbona mbali sana mheshimiwa wako? Hiyo haikuhusu. Wewe angalia tu mpigaji. Lazima uvute pumzi kidogo. Sawa sawa mheshimiwa. Nani? Bwana. Mwambie kawaida ya mheshimiwa anavyopiga. Unaiacha iingie. Tunakuwa kama tunashindana, mwambie. Mheshimiwa akiwa anapiga unaacha ingie. Unasema? Mheshimiwa akiwa anapiga unaacha ingie. Acha. Bro, mimi goalkeeper bro. Ndio goalkeeper. Lakini maelekezo. Sawa. Mheshimiwa anarudia tena kupiga penalti jamani. Tulikuwa hatujaelewana. Sawa sawa. Asante sana. Na tulikuwa mavuni kabisa. Halo. Wewe. Kijana. Mwambieni bwana. Maelekezo. Mheshimiwa akiwa anapiga usidake mpira. Bro. Usidake. Mimi goalkeeper. Huyu ni mheshimiwa, lazima aonekane. Sawa, mimi goalkeeper. Basi apige goli liko tupu. Si unataka kufunga?
Bro, mimi natafuta maisha pia. Mimi Simba ananitaka, Yanga ananitaka, EF ananitaka. Mheshimiwa lazima aonekane. Mimi niko kwenye trial hapa ndo nilikuwa nionekane. Sasa unabishana na serikali. Mimi si bishani, basi mtafuteni kipa wenu. Taifa Cup. Mimi kipa bwana. Anazindua. Sawa, anazindua na mimi sinazindua, niko golini. Huu ni uzinduzi, usifanye kama mechi serious. Mimi nafanya mazoezi kila siku ya kudaka. Yeye kaja kisiasa, anapiga kisiasa. Mimi nadaka kweli. Lazima mheshimiwa aonekane amekufunga. Kwa nini ionekane kanifunga? Basi niache goli wazi. Afunge goli. Nizungumze naye, naomba nizungumze naye pembeni. Naomba nizungumze naye. Endelea na majibu. Maisha bwana. Kijana sema njoo pembeni. Sikiliza. Sisi sio wachezaji. Mimi mchezaji. Ongea sauti chini. Sisi ni wanasiasa. Mimi ni mchezaji. Ndio maana sauti tunavyopiga. Wewe acha mimi nifunge. Haiwezekani. Kwani nikikufunga mara moja ndio utakuwa umefungwa? Kwa nini mechi? Bro, wewe kiongozi sasa. Hapa watu wote wananiona hapa. Mimi wananiita nyani. Yaani mimi nyanda nyani. Sasa mimi ni mchezaji. Kwa hiyo wewe nyani, sasa mimi nani? Mimi mzize. Wewe si mfungaji? Funga. Ndio maana nakwambia mimi sio mfungaji, yani hapa kwa sababu ni siasa. Mimi sipo kisiasa na mimi natafuta maisha kama wewe. Simba ananitaka, EF ananitaka, Yanga ananitaka. Mimi nawazindulia michezo yenu. Zindua, funga kweli. Mimi sina uwezo wa kufunga kweli ndio. Basi kama una uwezo wa kufunga usije kujaribu kwenye mpira. Yaani unataka kuniambia mimi ningekuwa nacheza ngumi eti nisikupige kweli? Mimi nakupiga kweli. Mimi hapa niko kazini bro. Wewe unatafuta maisha kwenye siasa? Na mheshimiwa gani? Na mheshimiwa. Huyu mmemtoa kweli. Sasa fanya hivi, umesikia? Daka wewe. Sawa. Mimi ndo kipa, hawezi kudaka huyu hajavaa kikipa. Basi kama ni wewe, kwa sababu hii kitu inabidi uzinduzi, lazima goli liingie. Bro, funga, kwani mimi nimekukataza? Kipa yupo mpira. Yaani nikipiga hivi wewe luka hivi ndio inavyofanyika. Siwezi kudanganya. Siwezi hata waziri nani mwenzangu pia alipenda kuzindua ilikuwa hivyo. Bro, siwezi kudanganya akili yangu eti upige huku mimi niruke huku. Huyu mmemtoa wapi? Kukosesha nini? Utapata ufadhili kweli hapa? Hapana, ndio. Kukosesha nini? Naomba ndake mimi. Niambie na kukosesha nini? Kamisa naomba ndake. Niambie na kukosesha nini? Ufadhili, hatutaita ufadhili hapa. Sasa sikiliza, ufadhili uje kwenye haki. Yaani ufadhili uje kwa michezo, michezo ni burudani. Na mimi nafanya burudani na wewe unafanya kama ghadhabu, wewe unafanya kama unalipwa. Bro, hii burudani ndio. Umemtoa wapi huyu? Naomba ndake mimi basi. Wewe uweze weka kamisa kakae kule angalia muda. Umemtoa wapi? Kamisa anakuaje refa? Sasa wewe umemtoa wapi mpaka unashindwa kuelewa kiongozi anavyopiga hivi wewe rukia huku? Tatizo lenu baadhi ya viongozi hamweki watu wa michezo kwenye michezo. Mnaweka watu wasiojua michezo. Mimi goalkeeper siwezi kudanganya akili yangu eti niruke huko unifunge. Kwa hiyo basi tufanye tunacheza ligi. Kwa hiyo mimi na maana nacheza ligi na suti. Sijui. Lakini mimi nimekaa golini, mmesema niwe goalkeeper, acha nidake. Mimi nadaka. Utadaka kwenye mechi za wachezaji wenzio. Hii hapa pia nadaka. Yaani nadaka kweli. Ukipeleka huku na kwenda nyuzi 90 na kwenda katikati mi fresh. Unatoa wapi? Nyinyi mnaleta siasa kwenye michezo bwana. Sikiza. Uzinduzi lazima ufanyike. Kwa sababu mimi nitarudi kuandika ripoti gani. Kwa hiyo kama naona vipi weka hapa. Mimi Huwezi kukaa golini. Mheshimiwa. Na haribu amani, huwezi kukaa golini. Kamisa huwezi kukaa golini. Kamisa huwezi kukaa golini. Kamisa huwezi kukaa golini. Piga. Nasema kamisa huwezi kupiga. Mheshimiwa umepoa baba. Tunapokea uzinduzi. Asante. Michezo imezinduliwa na watakia kila na niwaambie tu mtu yoyote mwenye roho mbaya, hawezi kumaliza haya mashindano salama. Asante sana. Wengine ni wapinzani huko. Mnakaribisha wachezaji ambao wengine ni wapinzani, wengine ni vyama hivi. Sasa ninachokuhakikishia mheshimiwa, kila unapoenda kuzindua na kuja kukaa kipa. Kila Umetoa unapoenda. Mheshimiwa. Huyu ni mheshimiwa. Unaongea na mheshimiwa. Kwani nimemtukana? Mimi goli. Msilete wapinzani wakati inakuja. Sasa goli gani uliolifunga lile? Goli gani? Ndio goli gani? Hamna kipa, goli gani? Ni mambo ya burudani. Tumecheza sana mpira. Asante sana. Nashukuru sana. Asante sana. Tumecheza sana mambo ya mpira. Mheshimiwa unajua mpaka unaboa mheshimiwa. Wewe. Tutachukua kwa kijana wangu. Eti bounce naomba 10,000. Hebu tufanye. Mheshimiwa Waziri anapiga penalty wewe unadaka kweli? Ndio uzinduzi amekuja kuzindua. Hebu tufanye msuke ziki. Yule alipokuwa anadaka yule baba, Mheshimiwa Waziri. Unajua kiongozi ni sawa amepewa mkasi akate utepe. Kumbe mkasi hauna makali. Ndio kilichotokea, yani umkute kiongozi anahangaika kukata, hapa katiko mmemwambia zindue jengo. Mmeweka utepe mgumu, mkasi butu. Ndio kilichotokea. Kwamba kumbe yule golikipa hawakumwambia kwamba ushirikiano hapo, waziri akipiga penalty iache iingie kufunge goli. Sasa waziri anapiga penalty kamedaka. Anapiga waziri penalty anadaka. Uzinduzi waziri anapiga penalty amedaka.
Habari ya pili, ukisikia watu wame over behavior, yani hapo ume over behavior, ume over respect. Goalkeeper ame over behavior, goalkeeper ame over respect. Yani ame over respect. Mheshimiwa Waziri, ukisikia anakuja kuzindua jengo, mmeweka utapa, hakikisheni ule utepe mliouweka unaendana na makali ya mkasi, ili mheshimiwa anapokuwa anakata utepe yasitokee maswala ya mheshimiwa tena kuonekana anauma meno hivi anakata utepe. Mheshimiwa mmemwita kazindue maswala ya michezo ya mpira. Kwa mfano ilikuwa ni game ya mpira wa miguu. Mheshimiwa mmesema atazindua kwa kupiga penalty. Mwambie ni goalkeeper, shuti la kwanza la Mheshimiwa Waziri liache liingie goli. Sasa mmemfanya waziri ameonekana hana shaba. Habari ya pili, wapenzi watazamaji.